Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Karibu katika kipindi hiki cha Lijue Neno la Mungu ambalo linakuja mbele zako au linaletwa na mtumishi wa Mungu Japhet Samora Kinko. Karibu ili tuende kujifunza maneno matakatifu ya Mungu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata taarifa pale ninapokuwa hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tunakuja kumzungumzia mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuja kumzungumzia mwanamke wa sasa katika karne hii. Haleluya. Namna gani utandawazi mwanamke umempeleka kiasi kwamba sasa amekengeuka na kukiuka yale maagizo ya Mungu ambayo yako ndani ya Biblia takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku njema ya leo, karibu ongozana na mimi ili ya kwamba ukapate kujua hii siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hivi katika makanisa sasa watumishi wa Mungu wamelewa madaraka. Napoongea kulewa madaraka, manake ndati kufanya au kuongeza kitu ambacho Mwenyezi Mungu hajakielekeza katika maandiko yake matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Karibu ili niweze kukupa siri hii kama ulikuwa haujui. Ukiangalia makanisa sasa yametawaliwa na wanawake, lakini wanawake hawa wanakuwa wakivaa mavazi ambayo hayaelekezwa kwenye Biblia takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo twende tuangalie fungua kitabu cha Timotheo sura ya 3 ili tuje tuangalie, je, Biblia inasemaje? Ukisoma Timotheo hiyo ule mlango wa kwanza anasema, neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Ukitaka kazi ya askofu unatamani kazi njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia anasema hivi, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuae kufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamzungumzia askofu. Sasa hivi Biblia inaelekeza kabisa askofu natakiwa awe wa kiume, lakini kuna maaskofu wa kike. Sijajua kwamba andiko hili la maaskofu wengi Tanzania kwa wa kike au nchi za nje, andiko hili wamelipata wapi? Lakini unaweza ukashuka kunipa maelekezo kwenye comment zako ili nijue wewe ambaye ni askofu au wewe ambaye unasimamia, unafundisha kwa habari za askofu wanawake, wewe habari hizi umezitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na sasa utakuwa umenisaidia, lakini mimi napata contradiction sana, kwa sababu sasa hivi kuna maaskofu wengi sana wa kike. Sasa sijui ni kulewa madaraka au wanaenda kusoma, kwa sababu wengine wanasema, wanajifariji watumishi wa Mungu, wanasema sasa kama nyewe wanaume mmeshindwa, ngoja wanawake wafanye. Lakini pia kuna kitu sasa hivi utandawazi umekimbia mpaka kanisani, katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema kwamba sasa hivi kuna 50-50, kwamba asilimia 50 kwa 50, mwanaume 50 na mwanamke 50. Ni kitu ambacho sasa hivi tayari kimeshakwisha kuingia kanisani, tayari kimeshaharibu kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo askofu, ili uwe askofu, hata kama ni mwanaume, ili awe askofu, kuna vigezo hapa ambavyo Paulo anavielekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuae kufundisha. Sio kila mtu anaweza kuwa askofu, hata kama ni mwanaume lazima ajue kufundisha. Lakini mimi lengo langu nauliza, je, wanawake andiko wameitoa wapi? Unaweza ukakomenti ili kunipa utaratibu huo au kuniandikia vifungu ili kwamba niweze kukolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaonyesha ni kwa namna gani utandawazi umetuvuruga. Sasa hivi wanawake wanavaa hovyo. Wanawake tumewapa 50-50, lakini tayari wanavaa hovyo. Tutakuja kulaumiwa watumishi wa Mungu. Sana sana sisi watumishi wa Mungu ambao ni wanaume ndio ambao sasa sijui ni tamaa na mihemko tunawapeleka wanawake madhabahuni hata kama wamevaa ovyo, kwa sababu yeza tunajuana au ni mko fulani. Lakini katika ulimwengu wa kiroho hakuna jambo kujuana. Mungu atusaidie sana. Mungu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa nataka niunganishe siri nyingine ya pili kwa habari ya mavazi ya wanawake, japo nimegusia kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
mavazi. Unaposoma Deuteronomy au Kumbukumbu la Torati sura ya 22 kuanzia mlango wa 5, ameelekeza kwa habari za mavazi ambayo mwanamke anatakiwa avae. Amesema hivi: mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Haleluya! Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyeja mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua kabisa zamani watu walikuwa wanavaa nguo, tulikuwa hatuna nguo of course kwa masuala ya kihistoria. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini japo tulikuwa hatuna nguo, watu wa Biblia na elimu ya dunia inasema kwamba japo tulikuwa hatuna nguo, tulikuwa tunavaa kujistiri. Haleluya! Maana mtu alikuwa anajistiri kwenye private part, maana sehemu zake za siri zisiweze kuonekana. Haleluya! Lakini watu walikuwa wakiishi, wakifanya shughuli za kijamii, na maisha yalikuwa yanaendelea pasipokuwa na matamanio yote yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya utandawazi, sasa hivi hata kule kujistiri hakupo tena, kumekuwa sijui kama kustirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawake sasa hivi wanavaa nguo za wanaume, wakati Mungu amesema, maneno matakatifu amesema kwamba ni chukizo. Watu zamani walikuwa wanavaa kaniki, lakini wakivaa kaniki zilikuwa zinawastiri. Haleluya! Sasa hivi mwanamke havai ili kujistiri, anavaa nguo zinazombana. Sisi tunamuona vile alivyo uchi, hatumuoni vile ambavyo amevaa. Na mwanamke anapovaa vile ambavyo yuko uchi, watu wanamsifia, wanasema leo umependeza, leo umependeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale sio kama anamwambia umependeza, wanakwambia kwamba naongea na wewe dada, wanakwambia kwamba aona leo ulivyo uchi. Mungu atusaidie sana, Mungu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia katika habari hata za wanawake kukaa katika mihadhara, namna ya kujistiri, anapokaa katika mihadhara ya kanisani, amesema kwamba imempasa kumilikiwa kichwani, imempasa kumiliki kujistiri kichwani. Lakini sasa hivi watu ni watumishi wa Mungu, wako madhabahuni, lakini vitu ambavyo wameweka kichwani rangi tofauti tofauti. Yaani mtu ni mtumishi wa Mungu, anasema ni mtumishi wa Mungu, wamegeuza Biblia kuwa kichaka. Akisimama mwanamke hata kama toa mhadhara kanisani, nywele zake zina rangi hata 200, lakini anakuambia kwamba Mungu haangalii mwili, haangalii nini, mbinguni tunaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku ni kukengeuka, huku ni kuenda kinyume na vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. Mwisho wa siku Mungu anakuambia ulikuwa duniani, lakini hukuwa barua ambayo ile mimi nimeelekeza, au ambayo Paulo mtumishi wa Mungu anatuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali hii ndiyo ambayo itawafanya wanawake wengi kuto kufika mbinguni. Mungu atuhurumie, Mungu atusaidie sana, kiasi kwamba hata wazee wa zamani sasa hivi wakifuka na kurudi duniani na kuangalia wanawake walivyo, inaweza kuwa ni hatari sana. Lakini sio kwamba ni wanawake wote. Wapo wanawake ambao wamejisiri, maana wameenda kanisani, wamepokea Roho Mtakatifu. Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu amewafinyanga sana. Baada ya kufinyanga sana, sasa hivi wanavaa vizuri. Wapo ambao wana ushuhuda kwamba zamani nilikuwa navaa hivi, lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo ameniokoa, sasa hivi navaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani nilikuwa nanyoa vibaya, lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo na Roho Mtakatifu akaja ndani yangu, nimebadilika. Haleluya. Naongea na dada, pia naongea na mama ambaye hujabadilika, ili uweze kubadilika, ili uweze kuandaa kesho iliyo bora, kiasi kwamba hata ufariki katika Kristo Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi kwa haya machache kabisa, unaweza ukakomenti hapo chini ili kuniambia zaidi kwamba je, nilichokufundisha umekielewa?